Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina yangu naitwa Evangelist Mkwele Martin. Niko hapa kuzungumza na vijana wenye wazo la kuoa au kuolewa. Katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 2 na mstari wa 26, maandiko yanasema wapate tena fahamu zao na kutoka katika mtego wao wa Ibilisi, ambao hao wametegwa hata wakayafanya mapenzi yake. Siku zote shetani anachokifanya yeye, anatumbukiza mtego kwenye ufahamu wako. Mungu anapodondosha wazo ndani yako, na yeye anakuja hapo hapo anadondosha mawazo yake. So unapofikia hatua ya kufikiria kwamba unahitaji mke ama unahitaji mume wa kuolewa naye, kuna namna ya kufikiri shetani anakutumbukizia ndani yako, na hiyo namna unapaswa kuiepuka mapema ili kuwa na ndoa nzuri hapo siku za baadaye. Jambo la kwanza, epuka kufikiri kuoa au kuolewa na mtu huku ukiamini ya kwamba utambadilisha tabia yake. Usiolewe na mtu ambaye tabia yake unaijua ni tabia fulani sio nzuri, ni mbaya, ni mwizi, ni mlevi, ni malaya, ni kahaba. Alafu tunajiaminisha mimi nitambadilisha tu huyo. Hiyo kitu hamna. Hiyo ndoa itakuja kukushinda baadaye. Ukishaona tu kwamba huyu mwanamke yuko hivi, huyu mwanamke ana tabia hii, huyu mwanamke mwanaume ana tabia hii, epuka lilo wazo linalokushawishi uoe huyo mtu, kwa sababu hautaweza kudumu naye. Jambo la pili, epuka kufikiria kufanya maamuzi ya kuolewa na mtu kwa sababu unamwonea huruma. Wako watu wanaingia kwenye mahusiano yanayowapelekea kuingia kwenye ndoa sio kwa sababu wamependana, ila ni kwa sababu tu anamwonea huruma. Unakuta dada anakwambia, jamani, yule kaka fulani pale anavyoteseka kupika, anavyoteseka kufua, anavyohangaika huku na kule, mimi huwa namwonea huruma sana, natamani mimi nikawe mke wake. Mimi nakwambia hivi, kuna wenzio walichemka huyo mtu, kuna wenzio, vijana wenzio walichemka kwa huyo mwanamke. Usione mwanamke amekaa tu hapo anateseka, sio unamwonea huruma, unataka umuoe ili umpunguzie sio nini mzigo. Mimi nakwambia hivi, hautaweza, na hiyo ndoa huko baadaye itakushinda. Kwa hiyo ukiona kuna wazo linakuja ndani yako la kusema kwamba unajua muonee huruma huyo mtu, nenda tukaolewe naye. Unajua muonee huruma huyo mtu, nenda tukamuoe. Hilo wazo sio la Mungu, la shetani. Likimbie mapema. Jambo la tatu, epuka kufikiri kuoa au kuolewa na mtu eti kwa sababu aliwahi kukusaidia. Usiingie kwenye ndoa kwa kigezo cha kwamba huyu kaka aliwahi kunisaidia, wala usiingie kwenye ndoa kwa kigezo cha kusema kwamba huyu dada aliwahi kunisaidia, kwa sababu mtakapoingia kwenye ndoa kila mmoja akaridhika na msaada aliyompatia mwenzie, mwisho wa siku hiyo ndoa ni kuachana tu. Ni kuachana tu. Hapo ndo unakuta sasa mwanamke anasema, kwani mimi nilikupenda? Mimi sijakupenda. Ni vile tuliwahi kunisaidia. Mwanaume anakuambia, kwani mimi nilikupenda? Si ulikuja mwenyewe kwa sababu uliona nimekusaidia. Kwa baadaye itakuwa sio ndoa. Ukiona wazo la namna hili linakuja kichwani kwako, linakushawishi uolewe na huyo mtu kwa sababu eti aliyekukusaidia, kimbia mapema. Huyo ni shetani, anakutegea mtego ambao baadaye utakuwa mzito kwako. Jambo lingine, epuka kufikiri kuoa ama kuolewa na mtu eti kwa sababu majukumu yamekuzidi, unahitaji msaidizi. Mimi nakwambia usioe mwanamke eti kwa sababu wakufua hayupo ama wakupika hayupo, wala usiolewe na mwanaume eti kwa sababu kazi zimekuzidi. Nakwambia hiyo haitakuja kuwa ndoa baadaye. Mwisho wa siku ndo mnaanza kuja kutusumbua watumishi wa Mungu. Unajua mimi bwana, huyu mwanamke simtaki, kwanza alikuja mwenyewe, mimi nilikuja tu hapa nilikuwa nataka mtu wa kumsaidia kazi, sio mwanandoa. Huyu hakuwa size yangu. Epuka mapema wazo hili linalokuja kwenye akili yako kwamba kuoa kwa sababu ya majukumu yamekuzidi. Epuka hilo wazo. Jambo lingine, epuka kufikiri kuoa au kuolewa na mtu kwa lengo la kudumisha undugu au uhusiano wenu wa kibiashara ama urafiki wa wazazi wenu. Ukiona wazo linakuja kichwani mwako linakushawishi uolewe na mkaka fulani ama uoe mdada fulani ili undugu wenu uzidi, ama uhusiano wa kibiashara kati yenu ninyi familia mbili uongezeke,
ama urafiki wa wazazi wenu udumu, na kwambia hiyo sio ndoa. Baadaye itakuja kupasuka vipande vipande tu, na undugu utakufa, na urafiki wa wazazi wenu utapasuka, hamtakuwa na maelewano tena. Ukiona wazo la namna hiyo linakuja, ama ukiona mtu anakuletea wazo la namna hiyo kwamba bwana, ili tudumishe undugu, hiyo ndoa haitakuja kuwa ndoa. Epuka mapema. Ni shetani huyo, anakutega mtego kwenye fikra zako. Jambo lingine, epuka kuingia kwenye ndoa kwa sababu ya vitu au nafasi alionayo huyo mwanamke ama huyo mwanaume. Ukiingia kwenye ndoa kwa sababu huyu mwanaume ana pesa, ama ukiingia kwenye ndoa kwa sababu huyu mwanamke ana kazi nzuri, ni mbunge, ni mfanyabiashara, ni mwalimu, ni waziri, ni nani, ndoa hiyo baadaye itapasuka uwaziri ukiisha. Ndoa hiyo baadaye itavunjika pesa ikiisha. Ndoa hiyo baadaye itakufa, hicho kitu kikiondoka kwa huyo mtu. Kwa usiingie kwenye ndoa kwa sababu ya vitu. Jambo lingine, epuka kuingia kwenye ndoa haraka. Unakuta mtu mmekutana naye siku chache tu hapa, mmekutana naye mna mwezi, nataka muingie kwenye ndoa. Umekutana na mtu wiki 2 kwenye Facebook, unataka uingie naye kwenye ndoa. Unamjua huyo mtu? Unajua ndugu zake? Unazijua tabia zake? Kaa na mtu kwanza, mchunguze, muone anakufaa. Kaa naye, chukua muda wa kutosha, alafu baadaye ingia naye kwenye mahusiano, muingie kwenye ndoa. Ni mimi ndugu yako Evangelist Mkwele Martin. Ikiwa unahitaji jambo lolote, maombi na ushauri, namba zangu ni 0788 17 12 38. Na Mungu akubariki sana. Asante.